Yes, mtazamaji wa Majanta Online TV, bado tunaendelea kuzungumza kwenye exclusive interview na Pastor Rich wa huduma Love of Christ inayopatikana Songea mjini, Lisaboni Madizini hapa. Na kubwa zaidi tunaendelea kufahamu mengi sana katika safari yake ya utumishi wa Mungu. Mambo yaliendaje, changamoto zilikuwaje ambazo pia alikutana nazo. Pastor, natamani pia tufahamu, tunasema kila safari inakuwa na changamoto zake nyingi sana, hasa pale mwanzoni. Wewe binafsi pengine pale mwanzoni changamoto zipi kubwa hasa ambazo ulikuwa unakutana nazo zaidi? Jambo la kwanza, kueleweka. Yaani sasa wewe ndio unaanza kujitambulisha mtumishi wa Mungu. Alafu unajua mimi Songea ni nyumbani. Ndio nilipozaliwa, nimekuwa, nimesoma. Pamoja na kwamba nilikuwa nimezaliwa Dar es Salaam, lakini ndio maeneo ambayo nimekulia sana huko. Kwa hiyo sasa tayari huko nyuma, maana sasa Mungu hapa anakubadilisha. Anataka uishi upande mwingine. Sasa kuwaambia watu kwa mimi ni mtumishi wa Mungu akanielewa ndio zilikuwa changamoto. Leo kuna mtu anafahamu vitu vyako kuliko kawaida. Sasa tushaisha maisha yashapita. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaelewa. Ili watu wanakufahamu na nini, lakini nilijipa tu moyo nikajua muda ukifika tutafikia hatua fulani. Kweli ilibidi sasa nifanye sana kazi ili kujaribu kuwaonesha watu kweli saizi huyu mtu ni tofauti kidogo. Hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa. Changamoto ya pili ilikuwa ni masuala ya uchumi. Uchumi ulisumbua kwa kipindi hicho. Nilikuwa sifanyi kazi nyingine zaidi ya hii kazi ya Mungu. Alafu pia hakukuwa na mtu wa karibu ambaye anaweza kukusupport akakuboost kwa chochote. Hiyo taasisi za kiroho hizi hususan haya makanisa yetu support hakuna. Sio kwa kiwango kikubwa, ni wewe mwenyewe inabidi upambane sana. Kwa hiyo ilibidi nitumie nguvu nyingi, ndio kama unakumbuka mara mikutano mitaani, mara huku, mara tunazunguka huku. Ndio taratibu tukaanza kuzoeleka mpaka sasa hizi unaweza ukaona kanisa ni kubwa sana, watu ni wengi na jina ndio hivyo wenyewe wanasema ni kubwa sana. Tunamshukuru tu Mungu. Okay, sawa. Kuna nyakati pengine uliwahi kukutana na changamoto kubwa kiasi cha kutamani kuacha kufanya huduma hiyo utumishi wa Mungu? Mara kadhaa. Zaidi ya mara 3 au mara 4. Nimetamani kuacha kazi ya Mungu. Hii pengine changamoto hii ilikuwaje na hiyo moment ilikuwaje? Mambo ni magumu sana. Kwa mfano mwaka 2020 kipindi tumeanza kujenga hili jengo letu. Tulijenga jengo ikafikia hatua ambayo sasa tunakaribia kuwezeka. Sasa kipindi mimi naangaikia bati pamoja na boliti, mvua ikanyesha likabomoka. Hiyo ilinikatisha sana tamaa. Nikatamani kuacha kabisa kazi yenyewe. Kwani achane nayo. Lakini kuna kipindi pia sijui jambo gani lilitokea, watu karibia wengi kanisani walitoka, wakabaki wachache. Pia huo muda nilikuwa nimetamani nitoke kabisa. Hizo ni changamoto tu ambazo chache zilifanya nitamani kuacha. Lakini nina visa na mikasa mingi sana ambayo yani kama unakuwa Mungu hajakupa wito huwezi kuendelea na hii kazi. Ni kazi ngumu. Kazi ngumu. Ulishawahi kugombana na pengine rafiki yako ama mtu yoyote kutokana na hiki ambacho unakifanya wakati tayari ushaingia kwenye utumishi sasa? Hapana, sijawahi kugombana na mtu yoyote. Sijawahi. Okay. Sijawahi. Isipokuwa huwa najitenga na watu pindi ambapo mtu anataka kuchafua brand yangu. Ile mimi nimepigana sana. Mimi huwa najitenga naye mbali sana. Okay. Sawa. Na pengine natamani nifahamu pia ni vitu gani vya msingi ama vya muhimu kwa yule mtu ambaye naye pia anatamani kuwa mtumishi wa Mungu. Vitu gani ambavyo vinaweza vikamsaidia kwenye kufanya kazi kiufanisi zaidi? Jambo la kwanza, wana uhakika Mungu amemuita kweli. Huko kuna hela kama wengi wanavyodhani. So jambo la kwanza, uwe na uhakika Mungu amekuita kabisa, kwa sababu kuna kipindi cha mpito na kipindi cha mchakato. Hicho kipindi utapitia maumivu na kila aina ya mateso. So kama Mungu hajakuita hutaweza kustahimili. Tunao watu wengi walianza waliacha wakaishia njiani.
Hiyo ni jambo nambari moja, kwa sababu kama ukiwa umejua una uhakika Mungu amekuita, utakapolia machozi bado utakuwa na uwezo kustahimili na kuendelea mbele. Lakini jambo la pili, baada ya kuitwa lazima ujue wewe umeitwa wito gani na wewe ni nani. Mungu akupe neema kwenye hayo maeneo. Ukishajua nidhamu, hicho ndio kitu kikubwa sana, nidhamu. Kwa sababu bwana, kitu cha mtumishi wa Mungu, ukifanya kitu kidogo tu kinaweza kikaenda umbali mrefu kuliko mtu mwingine akifanya kitu kikubwa. Yaani sisi vitu vyetu ukijichanganya kidogo vina uwezo wa kutembea kwa ukubwa vikakuharibia kuliko mtu mwingine akifanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo nidhamu ya maisha inahitajika sana sana na utulivu. Hivyo vitu vya nidhamu ya maisha na utulivu. Hii huduma inahitaji nidhamu, kwa sababu huku wanakuja watu wa kila aina. Wanataka ufahamu kuna kipindi wanakuja watu wenye elimu kuliko wewe, watu wazima kuliko wewe. Unaona mimi hapa, ukifika Jumapili ukiangalia watu hapa utaona watu wazima kuliko wewe. Kuna watu ni matajiri kuliko wewe. Kuna watu wana mamlaka na vyeo kuliko wewe. Na wote wanakuja kwako kwa sababu tu ile neema ya Mungu ya rohoni ndio inakuwa imewavuta. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unakuwa na nidhamu ya kuweza kuchukuliana na kila mtu. Kwa sababu wale wenye elimu sana lazima ufahamu ya kwamba vitu vingi watakukosoa pia. Wana elimu zao. Wale wenye mamlaka watataka kucontrol. Sasa ili uweze kuiendesha huduma vizuri, maana yake wewe ndio lazima uwe kiongozi. Sasa hapo ndio wanahitaji wa akili na ufahamu na utulivu mzuri sana kuyachakata mambo. Sio kila jambo linalokuja unalitolea maamuzi haraka. Umekuwa ukihubiri katika vyombo mbalimbali vya habari, na kama vile ambavyo vinavyozungumza, kumekuwa na wakati watu wanakukosoa. Ushakutana na moment pengine either iwe kwenye comment ya kawaida ama mtu akakwambia live moja kwa moja kwamba unatudanganya ama ujui, yani ile comment zile ambazo za kukata moyo? Nyingi sana. Redioni? Ukihubiri redioni huko wewe utakutana na mambo mengi sana. Na ndio maana watumishi wengi wanakuta hatutumiagi namba, hatutoi namba zetu halisi. Tunatoa namba za huduma ambazo mtu ukiwasiliana ama ukituma vitu vyako unakutana na watendakazi. Vinaishia kule wewe havikujii huko. Ukishahubiri tu imetoka. Lakini mimi nishakutana na changamoto moja, sema nimetoka kuhubiri. Nimehubiri natoka tu, kipengele kwa nitaja namba yangu. Natoka tu simu ikapigwa. Bwana mmoja kaniambia, "Wewe dogo, andite video utakana nijua. Wewe dogo, sikiliza. Unawasema waganga wa kienyeji hao wanatusaidia sisi. Wewe kama wakusaidii kazi kwako, ukiendelea hayo mambo mimi nitakufuata huko uliko. Halafu tutapambana mimi na wewe." Sasa utakiwa kupani kwa mtumishi wa Mungu. Unatuliza jazba, basi yakawa yamepita. Lakini kipindi kingine nilikutana na mtu mmoja ambaye akaniambia, "Sasa sikiliza, wewe ndio unayetuharibia jamii yetu. Na kuja kukifunga hicho kikanisa chako kesho asubuhi. Mimi ni mtu mkubwa sana kwenye nchi." Kwa unakuta vitisho vinakuwa ni vingi. Kwa njia ya redio changamoto ni hizo tu. Na huwa unafikiri hizi comment zinatokana na nini? Comment unajua bwana, kwanza duniani kila mmoja na mawazo yake. Unajua kuna mtu mwingine hapa ukitaka kuelewana naye wewe ongea naye habari za michezo. Kuna mtu mwingine ukitaka kuelewana naye ongea habari za muziki. Ukiongea michezo ndio atakukosoa kwa sababu haielewi. Kuna mwingine ukitaka kuelewana naye wewe ongea habari za Mungu. Ukiongea habari nje ya Mungu yeye hawezi kukuelewa. Sasa changamoto zinakuja pindi ambapo mtu anataka kuzisikia habari za Mungu, wewe unaongea michezo. Atakukosoa tu. Sawa. Kwa sasa umekuwa ukiendelea na shughuli hii ya utumishi ambayo pengine Mwenyezi Mungu amekupa karama kiasi hicho. Uliniambia mwanzoni familia ilikutenga kabisa, ndugu jamaa na marafiki. Baada ya kuendelea na utumishi wa Mungu, natamani nifahamu familia pengine ilirejea na kukubaliana na kile ambacho wewe ulikuwa unakifanya, na support yao pia ilikuwaje? Namshukuru Mungu. Alianza mama akaanza kuelewa, alianza baba akaanza kuelewa, baadaye na mama naye akaja kuelewa. Wao ni waloma, lakini wote wamewahi kufika hapa. Support iko vizuri. Namshukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri, na kwa sababu saa hizi wenyewe pia wanajivunia. Unajua Adolf, nimefanya kazi ya Mungu na Mungu ni mwaminifu sana. Wewe ni shahidi.
Mungu ametubariki kwa namna moja ama nyingine. Kujua mtu Mungu amembariki, jambo la kwanza sio fedha, ni watu. Unaweza kushuhudia matukio yote ambayo mimi nayafanya hapa mjini. Mengi sana. Pengine mimi ni miongoni mwa watumishi ambao huwa wanaweza kufanya matukio mengine. Unaweza kushuhudia mikutano yangu nayo ubili, ina umati wa watu. Unaweza kushuhudia hata matukio kwa mfano mtoko kinabii na umati wa watu. Sasa wazazi wanapoyaona hayo, hakuna mzazi apendi kuona mtoto wake anainuka ama akiona mtoto wake amefikia hatua nzuri akafurahi. Sasa wazazi walipoanza kuyaona, wakaona kumbe huyu mtoto ana kitu kikubwa cha kujivunia wao. Wakawa wanapewa taarifa zangu, wanakuja hapa wanaona vitu vinatokea, wanaona watu wazima wanavyoniheshimu, wanavyokubali huduma ya Mungu. Kuona wao wakajikuta wanaingia kwenye ule mfumo, na wao wakaona kumbe kweli mtoto wetu anafanya kitu cha maana, kitu cha msingi. Kwa tangu hapo nidhamu ni kubwa. Hata kwenye vikao vya kifamilia, the way wanavyowaenda watoto wengine na mimi ni vitu viwili tofauti. So mimi hupewa nafasi kubwa zaidi. Bwana mshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Kwa sababu zamani au mwanzoni ilikuwa kabisa. Pastor, tumezungumza mengi sana siku ya leo. Kwa kumaliza, pengine tunafahamu kuna wale ambao nao pia wanatamani siku moja kuwa kama Pastor Rich. Kuna wale wanatamani sana nafasi hiyo. Pengine kipi ambacho unaweza kuwaambia kwenye safari hii ambayo imejaa changamoto nyingi, yenye maumivu makali, mateso, lakini bado limiri? Amen. Hakuna kitu kinashindikana duniani. Ukiwa na ndoto, kwamba maisha ni mchakato, hayawezi kwenda tu moja kwa moja. Lazima kuna baadhi ya vitu vitakusumbua. Mimi na kausemi kangu kadogo huwa najisemea, ni bora ukaanza kwenye umri mdogo ili kusudi ukosee mapema, urekebishe mapema, alafu uwe imara mapema. Baada ya hapo ni mwendo tu. Mambo yanakuwa yanasogea na vitu vinakuwa vinaenda sawa sawa. Kwa hiyo usiogope, wakati mwingine utajikuta kwenye changamoto, wakati mwingine utakuwa unakosea, watu wanakuandama, watu wanakuinukia. Wewe jiamini, ulichonacho ni cha kwako na hakuna mtu mwingine yuko nacho. Mungu ndo amekupa neema hapo. Muombe Mungu, Mungu atakufikisha kwenye ndoto yako. Hayo ndio maneno yangu kwa mtu ambaye anafikiria kuanza ama kupambana na harakati ya aina yoyote ambayo yuko nayo. Kuna wale wanasema ukiingia huko kuna vita kweli kweli, na sasa hivi vita ambayo imeongezeka ni ya watumishi kwa watumishi. Aliona hili? Vita kwa watumishi wa watumishi kubwa pia, na kwa maeneo yote yana vita. Lakini kwa huku vita kubwa ni watu wa karibu, na of course hiyo ni tangu zamani. Hata Yesu mwenyewe waliomuua ni wale ambao na walikuwa wanaongea lugha moja na yeye. So kama nilivyosema, wewe jiamini tu, afu tunapambana. Haya ni maisha, tunapambana. Kwa unajua duniani hapa, dunia haina msemaji. Hii dunia inajisemea yenyewe. Usije ukajikuta ukawa na wasiwasi. Hapa duniani tunapita, kila mmoja amepewa cha kwake. Kwa kama Mungu amekupa wewe, pambana, maana atakudai siku ya mwisho. Unapewa kitu afu unaogopa nini? Hutaki kuogopa. Unapambana, unakaza moyo, unakaza mwendo, unafanya vitu kwa ukubwa. Baadaye hao ambao wanabeza watasema kweli huyu ni kamanda huyu. Na mwisho zungumza na wadau na watazamaji wa Komba TV kuhusiana na huduma zako, pengine na kupatikana na kadhalika. Naitwa Pastor Rich ama nabii wa matamko, mashine ya injili. Subscribe Komba TV, like, share. Unapo subscribe Komba TV, unapata nafasi ya kusikiliza mahojiano ya aina mbalimbali, unapata nafasi ya kusikiliza maelekezo mengi ambayo yatainua maisha yako, yatakupa ujasiri, yatakutia nguvu. Lakini sio tu kusikiliza, hakikisha una subscribe. Unapo subscribe unakuwa wa kwanza kupata taarifa pindi ambapo Komba TV wanakuwekea hizo taarifa. Na mimi nimesha subscribe Komba TV kwa ajili ya kuendelea kubarikiwa na vitu vingi ambavyo wanaviweka hapa. Lakini kubwa zaidi, endelea kutusupport. Naitwa mtu wa Mungu Pastor Rich ama nabii wa matamko. Kama unaniruhusu sijui nadhani nikasema, mitandaoni tunapatikana kwa jina moja tu la media yetu ya huduma, New Planet Media. So tufuate Instagram, TikTok, Facebook pamoja na YouTube. Huko nao subscribe na Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Ndivyo ambavyo sisi mazungumzo yetu na Pastor Rich, nabii wa matamko, tumefikia tamati hapa. Hakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Hii ni Komba TV. Tunakusogezea exclusive interview ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yoyote ile. Mimi naitwa Adolf Mwingira.
Majanta, na hii ni ripoti za Komba TV.